Wakati mwingi tumekuwa tukimwomba Mungu atubariki, afungue njia zetu, atukumbuke sisi wenyewe katika hali zetu za kila siku. Lakini kuna mambo ambayo wakati mwingine yanatutatiza in one way or the other. Kwenda kanisa ni kuzuri. Pia mimi ni mhubiri, na hata ningekusii pia unje ungane nasi. Si makosa kwenda kanisani. Lakini wewe unayemwamini Kristo, usifuate watu tu sababu unasikia wanasema kule wanaendanga kuna Mungu mwingi. Chunguza. Hata kama unjui Biblia, tazama unjulize kile kinachofundishwa kule ninakoenda kinaambatana na haki za kibinadamu. Isiwe kule unakoenda unafaidisha kule, lakini wewe mwenyewe unabaki na matatizo. Na isiwe kule unakoenda wewe ndo unafaidika na kule kunabaki pia na matatizo. Mungu wa madhabahu, ambaye ni Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na nchi, anataka wewe uinuke na pia kazi yake iinuke. Anakuinua Mungu, anainua kazi yake. Na atakapo kuinua Mungu, basi umkumbuke huyo Mungu ambaye amekukumbuka, amekubariki, amekupa kazi. Umkumbuke basi. Tusiwe tunataka tu tupokee mambo yetu yatufaidishe bila kujishughulisha na kazi ya Mungu nao pia. Hapana. Atakapokubariki Mungu, basi mtumikie huyo Mungu. Lakini usifanywe mtumwa. Usifanywe mtumwa eti sababu kisa na maana watumikia Mungu. Mungu hataki tuwe watumwa ili tumtumikie. In fact, anataka tuende kwake tukiwa watumwa ili atukomboe tuwe huru. Mithali fungu lake ni la 9 mstari wa 10, maandiko yanasema kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumjua mtakatifu ni ufahamu. Basi ina maana ya kwamba iwapo tutasema tunamjua Kristo, lazima kwanza tuwe tunamcha, tunamheshimu Mungu. Sikatai msiende mnapoenda makanisa makubwa ama madogo, sina shida na hilo. Lakini popote pale unapoenda, hakikisha ni Mungu anatumikiwa hapo. Sinje kaenda kufaidisha watu ukabaki hoe hai, ukabaki bila lolote. Hata kama kuna watu wengi unaona wakienda kule, jiulize na mimi ambao naendaga kule nimepata nini? Ama tu unaenda tu usikize maushuhuda za watu. Haya basi, ushuhuda wako utasikika lini basi? Umesikia fulani amepona, fulani amepata shamba jipya, lakini na wao watu watasikiza ushuhuda wako lini? Jiulize haya. Na ili atimie, maandiko imesema kumcha Mungu ama Bwana ndo mwanzo wa hekima. Na ikasema na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Huwezi mjua Mungu bila ufahamu. Lazima nikufahamishe Mungu ni nani. Dunia hii ina mwisho. Hapa duniani tunapoishi sio kwetu. Hii dunia inaisha, inafika mwisho. Yesu akuja leo hii. Mashamba haya yote tumemiliki, magari tunayo, majina mengine tunayo hapa duniani, tunawacha hapa. Na kama tutakuwa na Mungu, hayo majina makubwa hayatatuokoa. Mapesa au tumefungia kwa mabenki mpaka sasa hizi za mataifa ya nje.
hizo mapesa hazitatuokoa. Cha muhimu na cha maana sana ni tuhakikishe maisha yetu tumeyapeana kwa Kristo. Hiyo ndio hekima. Sikubali watu wanapokuinua juu wanakuita majina makubwa na sasa unapotea. Usikubali hilo. Wanakupigia makofi, unatukana. Unapata marafiki kama 10 sababu kutukana. Hilo halitakupeleka mbinguni. Hilo litakusukuma mbali na Muumba wako. Litakusongesha mbali na Mungu aliyekuumba. You must be wise. You must be wise. Kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Usijitanisha na watu wakubwa sana ili hali ule ukubwa wao haukusaidii. Usijitanisha na makanisa makubwa sana na ule ukubwa wale makanisa hakusaidii. Na pia makanisa madogo na usaidiki. Either uko kanisa kubwa ama uko dogo, hakikisha pale ulipo unamuona Mungu. Na kama pale unaposhiriki au muone Mungu, hapo basi ujue kuna jambo liko na tatizo. Uenda ni wewe ama ni pale. Na ndio unjue vizuri, jangalia matendo yako. Kwa nini maombi yako hayasikiki? Kwa nini sadaka zako unapozitoa hazipokelewi? Umewahi uliza vile mimi wanatoa sadaka zinapokelewa? Zinakubalika? Umewahi uliza hilo? Have you ever asked yourself such a question? Mungu anaanza na wewe na hataki upotee. Anataka upokee uzima na uzima wa milele. Tatizo lako ni lipi? Umekosa ajira, umekosa mtoto, umekosa kazi. Nitakufanyia maombezi. Lakini ninapokufanyia maombezi, lazima umkubali huyu Kristo ili apate nafasi ya kupitia anapokuja kwako kukupa kazi. Anapoleta uponyaji, kupatikana njia. Na njia ni kupitia kwa Yesu, kumpokea Kristo. Unapompokea Kristo, unawacha mambo ya dunia. Unawacha haya matusi yote, unawacha ule uongo wote, unawacha ule ujanja, unawacha wizi, ukora, yote tunawacha ili Mungu apate nafasi katika roho zetu. Napenda niombe na wewe. Niandike hapo chini, hitaji lako ni lipi? Unataka nini kwa Mungu? Na iwapo utaona ni jambo la kisiri sana kuandika hapo chini, andika kwa my WhatsApp. Ndio hiyo iko hapo chini ya screen. Hiyo namba nimekuwekea hapo, andika hapo. Nitakuwa nafanya maombi na wewe. Utamuona Mungu. Nimeomba na watu wengi, wana maushuhuda, wametendewa. Hata wewe utaenda kushuhudia kile Mungu atachoenda kukufanyia. Uko hapo na unjaokoka, fanya ili ombi ili utengeneze uhusiano wako na Mungu. Sema, Bwana Yesu, nanja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, kaliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Shetani na kazi yako nimekukataa. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Basi wewe ambaye umempokea Kristo, chukua hatua ya matendo. Tafuta kanisa ya kiroho inayofundisha Biblia, inayofundisha mambo ya wokovu. Ingia hapo ili uweze kukomaa kiroho. Na iwapo uko karibu nasi, tuko Githurai 44 Northern Bypass, Nairobi, Kenya. Mungu akubariki na akutendee mema.
Shalom.